Unajua kwa nini baadhi ya wanafunzi au watu ambao wamemaliza degree wanakosa kabisa ajira? Ni kwa sababu zipi? Leo tutaangalia sababu pamoja na suluhisho, nini tukifanye ili tuweze kufiksi hili tatizo la kukosa ajira kwa vijana wengi ambao wamemaliza degree. Sababu ambazo zinapelekea kukosa ajira au kukosa ajira kwa vijana wa degree. Sababu ya kwanza kabisa ni upungufu wa mafunzo kwa vitendo. Hiyo tunasema lack of practical skills. Lack of practical skills, hili ndio tatizo kubwa, na huu ndio muhimili wa kumtofautisha kati ya yule ambaye hajasoma na yule ambaye amesoma. Hapa inakuwaje? Mafunzo kwa vitendo kwa vijana au kwa watu wa degree au wanafunzi wa degree inasaidia sana. Hata kama akimaliza degree baadaye akienda mtaani anakuwa na chochote kile kitu cha kuweza kumfanya yeye aweze kufanya kazi na akapata kipato chake yeye mwenyewe bila kuitegemea serikali au kumtegemea mtu fulani aweze kumwajiri baadaye. So watu wengi au waajiri wengi wanahitaji sana watu ambao wapo na skills kubwa kuliko wanakuwa na knowledge. So vijana wengi au watu wengi wale graduates ambao tumemaliza degree tupo mtaani tunazurura, lakini hatuna cha kufanya kwa sababu ya hatuna skills ya moja kwa moja ambayo inaweza kutuingizia kipato cha moja kwa moja. Solution ni nini? Solution tutakwenda kuzungumza baadaye baada ya kumaliza kutaja hizi sababu kuu tatu hizi. Sababu nyingine ya pili ni kukosa branding. Kukosa branding hii inamaanisha kwamba unaweza kukosa branding. Kukosa branding yani CV ya moja kwa moja ile ambao inaonekana kwa vitendo kwamba mimi nilishawahi kufanya kitu fulani. Na hii branding unaweza kutengeneza hizi branding kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Unaweza kujitengenezea branding kupitia YouTube, unaweza kupitia TikTok, kupitia Facebook na mitandao mingine kama hiyo ambayo inaweza kuhifadhi branding za mtu moja kwa moja. So mtu ambaye anakuja kukuajiri baadaye anakuja kuona moja kwa moja kwamba kumbe huyu mtu ana skills ya kitu fulani au anaweza kufanya kitu fulani, kwa sababu moja kwa moja wamesha kuona kwenye mtandao au wamesha kuona kwenye platform fulani unafanya kitu fulani. Hivyo inakuwa ni rahisi sana kuweza kufanya. Sasa vijana wengi tunakosa hii branding online. Unaweza kujibrand wewe mwenyewe, unaweza kukosa. Kitu kingine cha tatu au sababu nyingine ya tatu ni lack of communication skills. Watu wengi wanakosa communication skills au mbinu za kuwasiliana. Mbinu za kuwasiliana ni changamoto kwa baadhi ya watu waliomaliza degree wengi sana. Watu wa degree ni muhimu. Of course degree ni muhimu sana, lakini inapofika wakati mtu yeye kama yeye be qualified kuwa na skills lakini hana uwezo wa kuweza kucommunicate au kuongea mbele za watu, au anakuwa na uwezo wa kuongea lakini anakuwa na hofu ya kuweza kuongea. Hii ni tatizo au this is the big problem. So unatakiwa uwe na skills ya kuweza kuongea mbele za watu, au unaweza kuongea mbele za kamera, au unaweza kuongea mbele ya platform yoyote ile. Hii inaweza kukusababisha wewe kujitengenezea hata brand pia. Suluhisho ni nini ili tuweze kuepuka au tuweze kufiksi haya matatizo ya unemployment kwa vijana? Sababu ya kwanza ambayo tutaiangalia ya moja kwa moja, ambao kama kila mwana degree au kila graduates ambaye amemaliza anaweza kulipitia na wale wengine wanaokuja baadaye waweze kusolve au kufiksi haya matatizo. Sababu ya kwanza, start creating content online. Hapa hii unaweza kutengeneza content wewe mwenyewe. Ni sehemu gani ambao unaweza kukaa kutengeneza content kutegemeana na sehemu ambao umekaa wewe mwenyewe. Labda kama ni mwalimu unaweza kukaa unatengeneza content ambao unaweza kwa kusave, au wewe unaweza unaona kabisa nakaa sehemu gani ili uweze kukutengenezea brand nzuri. Lakini pia kama wewe ni mass communication au ni media operator au ni mtu fulani, unaweza kutengeneza content zako zikakaa au zikafix katika sehemu fulani. Lakini pia faida ya kutengeneza content wewe kama mwenyewe, pia unaweza ukaanza kulipwa kupitia mitandao hiyo ya kijamii ambao unaweza kutengeneza content zako. Sababu nyingine ya pili ambao tutaenda kuiangalia ni kutengeneza branding online. Branding ni CV moja kwa moja. Yaani kutengeneza tu branding through online ni branding moja kwa moja au ni CV. Hiyo ni CV ambao wewe ukienda hata kwa waajiri
moja kwa moja inaweza kukupelekea wewe kuweza kupata ajira au ukajipatia ajira wewe mwenyewe. Sababu ya tatu ambao itakuwa kama ndio suluhisho ni kuwa na communication, well communication, yani kuwa na mawasiliano mazuri au kujifunza skills ya kuweza kuwasiliana moja kwa moja na watu. So hapa unaweza ukajitengenezea skills ya kuwasiliana, unaweza kuwasiliana na watu, pia unaweza ukajifunza skills ya kuweza kuongea mbele za watu, pia hiyo itakutengenezea brand nzuri, pia unaweza kujipatia kipato through communication. Lakini pia sababu zingine ambazo tutaenda kuziangalia, hizi zinaitwa constructive solutions. Constructive solutions ni zile solutions ambazo hapa lazima tujaribu kushare na government au serikali namna gani ya kuweza kufix haya matatizo. Solution hizo ni kama serikali lazima ifanye mabadiliko kwenye education au kwenye mfumo wa elimu wa ufundishaji. Hapa elimu inabidi iwe ni ya vitendo zaidi kuliko kuwa na knowledge zaidi katika wanafunzi mavyuoni. Sasa vyuoni hapa inatakiwa tuweke curriculum au curriculum iwe ni ya vitendo zaidi, sio iwe na knowledge. Mtu asimalize chuo kikuu au asimalize degree yake akiwa na nini? Akiwa na knowledge tu peke yake, bali awe na skills ambayo inaweza kumpelekea yeye ajipatie kipato baadaye. Maana pia akijipatia kipato baadaye, lakini pia anaweza hata akiweza kupata ajira, akienda kuajiriwa awe na skills kubwa zaidi kuliko kuwa na knowledge. Maana waajiri wengi au nchi yetu ya Tanzania inahitaji skills kweli kweli kuliko kuwa na knowledge. Unaona? Sasa hii inakuwa ni muhimu sana. Lakini pia sababu nyingine ya pili ambayo tunaweza tukaiangazia ni kutengeneza au kuwekeza. Serikali inabidi iwekeze kwenye sekta zinazokuwa, Sekta hizi zinazokuwa ni kama vile digital platforms, unaweza kujiwekeza pia kupitia teknolojia. Hizi ni sekta ambazo zinakuwa, yani bado zinaendelea zinakuwa. Vijana wengi pia wanaweza kujiajiri kupitia hizi sectors ambazo zinazidi kukua kama vile teknolojia, teknolojia ya habari na mawasiliano na vitu vingine vinavyoendana na teknolojia. Thank you.